Tumeishia pale Robert yupo baharini ameenda kumtafuta Safia. Hatimaye akafika sehemu ambao Safia alimwambia, ukifika katika milima miwili baharini jua umefika kwetu. Kutahamaki, walinzi wa majini wamemzunguka Robert. Walinzi wale walikuwa na hasira sana sababu hakuna binadamu anayetakiwa kukaribia hata kidogo katika makazi yao. Robert kutahamaki anawauliza, mnataka nini kwangu? Walinzi wale wapo kimya. Ghafla wakaizamisha boti ile na kumkamata Robert. Kwa miujiza walinzi wale wakampulizia kama dawa hivi na Robert akaweza kuingia ndani ya maji bila ya kukosa pumzi. Ile kuingizwa ndani, Robert anashangaa kuona kuna makazi kabisa. Pasafi sana baharini pale, kuna nguva wengi sana pamoja na mazingira mazuri. Robert alishangaa sana kuona mazingira yale sababu sio rahisi kuamini kama kuna uhai chini ya bahari na hakuna binadamu atayeweza kuamini kitu kile. Ilikuwa ni mara yake ya kwanza, ingawa alipelekwa kwa kukamatwa, ila alifurahia utalii. Robert akafikishwa hadi kwa mfalme. Mfalme alionekana kuwa na hasira sana baada ya kumwona binadamu yule. Mfalme akamuuliza, wewe ndio Robert? Robert akasema ndio mimi. Mfalme akakasirika zaidi kusikia hivyo. Kwa jazba mfalme akasema, wewe ndio unayemchanganya binti yangu. Robert akauliza, unamuongelea Safia? Mfalme akasema, kamfateni Safia haraka. Walinzi wakamfuata Safia. Ile Safia kufika kumwona Robert alifurahi sana. Robert, uko salama? Niko salama. Safia, mzima? Umi mzima? Baba, naomba usimuumize Robert, hana kosa lolote, mimi ndo nilaumiwe. Kama unataka kumdhuru basi anza na mimi. Mfalme akasema, kimya, sitaki nisikie chochote kutoka kwako. Safia akasema, tangu mama afariki sijawahi kuwa na furaha kama anayonipa Robert. Baba, nampenda sana, ukimuumiza jua umenipoteza binti yako. Mfalme kusikia hivyo alijisikia vibaya sana. Mwanangu, mimi ninachotaka wewe uwe na furaha na sitaki uje uteseke kabisa, ila kuishi na binadamu ni mwiko, lazima utakuja kuteseka binti yangu. Safia akasema, baba, hata kama nikipata lisaa la kuwa na Robert kisha na kufa nitafurahi kuliko kuyahi na mtu ambaye sina hisia naye. Baba, mimi na Robert tunapendana sana, hakuna kitu kinachoweza kututenganisha. Mfalme akasema, binti yangu, una uhakika na unavyokisema? Safia akasema, ndio baba, Robert mlimtupa mbali sana, ila hakujali, bado amefanikiwa kutoka katika jangwa lile na bado alijua sio rahisi kunipata, ila bado akajaribu kuja kunitafuta huku. Baba, Robert umemfanyia ukatili sana kumtupa katika jangwa lile, ila bado Mungu anakusudi na yeye akamponya na kumfikisha mpaka hapa. Baba, mimi na Robert ilikuwa imeshapangwa na Mungu. Binadamu wamechunguza sana bahari kuangalia makazi yetu, ila hawajawahi kupata makazi yetu, ila Robert amefanikiwa kujua tunaishia wapi. Huoni kama hicho sio kitu cha kawaida? Robert akasema, baba, mimi sikuchukii hata kidogo, najua umefanya kila kitu ili uweze kumlinda mtoto wako wa kipekee, ila jua akiishi bila furaha haitapendeza hata machoni mwako. Baba, mimi na Safia tunapendana sana. Safia alitokwa hadi na machozi kusikia maneno yale yanayotoka kwa Robert. Mfalme kweli kufikiria akaona huenda ni kweli, anaweza kumlazimisha binti yake aolewe na mtu jini mwingine halafu binti yake asiwe na furaha. Mfalme akasema, sawa, nimekubali, muwe pamoja. Robert alifurahi sana. Asante sana baba, na kuahidi sitakuja kumuumiza binti yako. Mfalme akasema, lazima mfunge ndoa, na nikisikia Safia ametoa hata chozi kwa ajili yako jua kuna kesi ya kujibu. Robert akasema, na kuahidi mfalme. Basi mfalme akaafungisha ndoa Robert na Safia mule baharini. Ilikuwa ni ndoa ya ghafla sana, ila wawili hao walifurahi sana kuona sasa wamekuwa mwili mmoja. Baada ya kufunga ndoa, Safia aliruhusiwa kwenda kuishia duniani na Robert, hivyo wakaenda kuishi kwa furaha na amani. Safia na Robert wakafanikiwa kupata watoto 3 na waliishi kwa furaha na amani. Safia akawa anaenda mara moja kuwasalimia na kufanya majukumu yake baharini sababu ni mtoto wa mfalme na kuna siku lazima aongoze ufalme. Asante sana kwa kusikiliza na kutazama stori yetu ya mapenzi na jini, na hatimaye leo imefika ukingoni. Hebu niambie umejifunza nini katika stori hii, na usisahau kusubscribe sababu kuna stori nyingi na kali zinakuja. Mimi ni Montero.